Hili ni swali kubwa sana ambalo vijana wengi huwa wanajiuliza katika maisha au katika processes za ujana wao, ambapo wanakuwa wanatafuta njia mbalimbali au namna tofauti tofauti ambazo wanaweza wakazifikia ili kupata mwenzi wao wa maisha. Na swali linalokuja sasa kwao ni kwamba kijana huwa anakuwa anajiuliza maswali mengi sana, kwamba ninawezaje kupata mtu sahihi katika maisha yangu, au ninawezaje kupata mtu ambaye atakuwa ni msaada kwa ajili ya familia yangu, kwa ajili ya kulea watoto wangu, lakini pia na kusimamia majukumu ya malezi ya familia kama mke au kama mama wa watoto husika. Kwa hiyo leo ungependa kujua kabisa ni namna gani unaweza kupata mtu sahihi ambaye Mungu amekusudia umpate. Naamini kuna njia tofauti tofauti ambazo Mungu anaweza akatumia kuwakutanisha watu au kuwakutanisha watu wa usawa ambao wanatamani kufika safari yao ya mahusiano ianze, na ikifika hatima yake wapate kuoana. Hatimaye wafikie kuwa na familia nzuri na familia njema ambayo itakuwa ni yenye kumpendeza Mungu. Ukisoma neno la Mungu linasemaje kwamba Mungu akaona si vema Adamu awe peke yake, akaamua kumfanyia msaidizi. Kwa maana anapomfanyia msaidizi, anamfanyia mtu ambaye anakuwa ni sehemu ya baadhi ya mambo ambayo atakuwa akiyafanya Adamu. Kwa maana kuna mambo ambayo Adamu atatakiwa kuyafanya, lakini kwa sababu msaidizi anafanywa kwa ajili ya Adamu, basi pia kuna mambo fulani ambayo atatakiwa kuyafanya pale ambapo Adamu labda atakuwa yupo ametingwa, labda tuchukulie na majukumu mengine mbalimbali. Kwa hiyo ni sehemu ya usaidizi. Lakini ningependa kukujulisha, Mungu ni mwaminifu sana. Vijana wengi kweli tunatafuta watu maalum ambao pengine tunatamani kuwapata. Lakini matokeo yake tunaposoma neno la Mungu linatuambia Mungu ni mwaminifu. Na ni kwamba Mungu anayeweza kumpa mtu huwa anajaribu kupima moyo na kuangalia moyo kwamba je, huyu mtu anayeniomba kitu fulani, je, anastahili kupewa hicho kitu, na kama haustahili utakipataje? Kwa nini najaribu kusema hivi? Ni kwamba vijana wengi wa siku hizi tunapenda tupate vitu vilivyonyoka, lakini sisi hatujanyoka. Kwa hiyo unapotaka kupata vitu vilivyonyoka na wewe hujanyoka, moja kwa moja unakuwa unajidanganya, kwa sababu siku zote Mungu wetu ni Mungu ambaye ni Mungu wa maagano na ni Mungu wa mapatano. Na siku zote pia anasema apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa hiyo ningependa kukuhakikishia, kama wewe ni kijana au ni mtu ambaye unatafuta Mungu, lazima wewe mwenyewe mienendo yako ijiweke katika utayari. Kwa maana utayari huo na usafi unaweza kukufanya sasa ukasogea kwenye vile viwango na vigezo ambavyo Mungu angetaka ili uweze kupata kitu ambacho kicha usawa. Kwa tunapofundisha watu, tunapofundisha namna gani mtu anaweza kupata mtu ambaye ni sahihi, lazima wewe mwenyewe ujihakikishe kwamba je, mimi ni sahihi kwa ajili ya mtu fulani. Ni kweli kuna vijana wengi wanaomba nipate mke mwema, naomba nipate mke mzuri, nipate mke atakayenifaa, atakayeniheshimu, atakayenitii. Je, wewe umejiwekaje katika nafasi ya kutaka huyo mtu akuheshimu? Umejiwekaje katika nafasi ya kutaka huyo mtu unayemtaka kuja katika maisha yako ayakute yale mazingira ambayo tayari wewe umeandaa, ili akishafika basi wewe uwe ni mwenye kumuonyesha njia? Kwa hiyo Mungu anaangalia moyo wako. Kila anachopanda mtu ndicho anachovuna. Kwa maana hiyo ukijitunza katika maisha haya, kuna namna Mungu anakutengenezea njia au anakufungulia milango sawa sawa na njia zako ulizoziweka mwenyewe. Kwa maana njia zako zikiwa mbovu, Mungu anashindwa kukuandalia mazingira mazuri ambayo yangekufaa katika njia ile unayoiendea. Ndio maana mtu yeyote anayetaka kufanikiwa katika jambo fulani lazima azitengeneze njia maalum zitakazomfanya aweze kufikia kwenye jambo analotaka kulifikia.
Ikiwepo maombi, anaweza mtu akaomba sawa, Mungu nahitaji nipate kitu fulani, nahitaji nitengenezwe jambo fulani litakalo nifanikisha katika maisha. Lakini Mungu anaangalia, je, unajiwekaje katika ule mstari ambao unauomba? Unajiwekaje katika njia zile unazoziombea ili uweze kufika kwenye lile jambo? Kwa hiyo ili ulifikie lile jambo ambalo ulikuwa umelikusudia, lazima uandae mazingira fulani, mazingira mazuri yatakayokufanya wewe mwenyewe kukaa katika mstari au kukaa katika vile vigezo maalum ambavyo vitakufanya Mungu akupe kile ambacho unamuomba. Hapo ndipo tunapokuja kufeli. Vijana wengi tunataka tupate watu sahihi katika maisha, lakini sisi wenyewe tumekosa vigezo maalum vya kumshawishi Mungu aweze kutupa vile vitu sawa sawa tunavyoviomba. Kweli unatamani upate mtu ambaye ni sawa. Je, wewe mwenyewe umekaa katika haki? Je, wewe mwenyewe unataka mtu ambaye ni original? Ni mtu ambaye ni original. Wewe upo original? Unataka kupata mtu ambaye atakufaa. Wewe namna gani ambavyo unaenda kumfahamu huyo mtu ambaye unataka Mungu akupe? Kwa lazima kwanza utathmini kwanza njia zako mwenyewe, utathmini wewe moyo wako mwenyewe. Ya kwamba je, huyu mtu ninayetaka kuishi naye, mimi nipoje? Naye anatakiwa kuaje? Na siku zote watu wanaoenda mbali haina maana ya kwamba hao watu wanatakiwa kufanana kila kitu, no. Kuna mara wanatakiwa kupishana ili waendane. Ndio maana hata katika vidole vyetu vya mikono ukiweka mfano tu, vidole hivi tulivyo navyo havilingani hata siku moja. Utakikuta hiki ni kifupi, hiki ni kirefu, hiki ni kirefu zaidi, hiki ni kifupi, hiki ni kifupi zaidi. Kwa maana hiyo, hata hivyo hivyo katika ndoa, panahitaji mfanano fulani katika roho, lakini katika roho pia hapo panahitaji, kama kuna mtu ana uwezo wa kushuka, basi kuna mwingine, kama kuna mtu ana uwezo wa kupanda zaidi, mwingine awe anashuka. Kama kuna mtu ana uwezo wa kupanda zaidi, mwingine awe anashuka. Kwa ina maana hiyo, mnapoenda katika mfumo huo, mnaweza mkajikuta mnapofika mahara mnakuja kukutana na kuwa katika hali ya usawa. Kwa sababu nini? Tayari mmetengeneza usawa katika mwenendo wenu. Ndio maana sasa panahitaji mtu ajielewe, mtu ajitambue ya kwamba mimi ni nani, nahitaji mtu wa aina gani, na hivyo vigezo ninavyovitaka, je, kwangu ninaviashiria? Kama huna viashiria ambavyo unavihitaji, inakuwa ni ngumu zaidi Mungu kukupa kile kitu ambacho unakihitaji, kwa sababu wewe mwenyewe umekosa hivyo vigezo. Kwa hiyo zingatia, unapomwomba Mungu akupe kitu kizuri, kigezo cha kwanza, hakikisha unatengeneza mazingira mazuri ya kufanya ukipata hicho kitu. Pia hakikisha unamuomba Mungu sawa sawa na kile kitu unachokiomba, na uwe na consistency kabisa katika kumuomba. Kwa maana hiyo, usipomuomba Mungu kisawa sawa na usipokuwa na bidii katika kumuomba Mungu kile kitu ambacho amekusudia, yawezekana majibu yako yakachepushwa. Yawezekana pia unahitaji kuwa na moyo wa kusubiria mbele za Mungu, sababu Mungu tukimuomba kweli anatupa, lakini yeye ni Mungu anayejibu kwa wakati. Yawezekana wakati utakapokata tamaa ndipo Mungu anataka kujibu.